Karibu sana kwenye kipindi cha Jenga Utawala siku hii ya leo, na leo hii tunaenda kuongelea masuala ya uongozi na wanawake, na hivyo niko pamoja na wadau wangu hapa hivi, na ningependa tuanzie pale katika utambulisho. Karibu sana. Yes, kwa majina yangu mimi naitwa Amana Frederick Lema, ni mwanafunzi kutoka chuo cha uhasibu Arusha, na pia katika nafasi ya uongozi nimewahi kuwa kiongozi katika UKWATA, ilikuwa ni ngazi ya wilaya. Na naamini katika uongozi. Asante sana. Asante sana Mr. Lema. Karibu. Kwa majina naitwa Hafiz Mgumira. Niko katika chuo cha IA, nishaikuwa mdau wa uongozi katika elimu ya advance. Asante sana Mr. Khalid. Karibu. Okay. Mimi naitwa Amisa Msele, ni mdau na ni kiongozi mstaafu wa serikali ya wanafunzi. Naweza nikasema jana nimestaafu nafasi yangu ya uspika ambayo nimehudumu kwa muda takriban mwaka mmoja. Okay. Katika kipindi cha uongozi kwa mwaka 25 26. Yeah. Karibu sana. Kwa majina naitwa Remes Tarimo, nasoma Bachelor of Accounting with Technology, chuo cha uhasibu Arusha. Mimi nilikuwa kiongozi wa academic. Asante. Asante sana. Kwa majina naitwa Brown Demen Masawe, ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha, nasomea kozi ya Bachelor of Accounting with Information Technology. Nilishakuwa kiongozi wa mazingira. Asante. Shukrani sana. Na kwa majina naitwa Agnes Joseph Minja. Mimi nimeshawahi kuwa kiongozi kwenye enzi pale za Advanced Form 5 na 6, nilikuwa Minister of Education, na pia kwa sasa ninafanya na shirika linaloitwa Cornerstone Development Africa, ambao pia ninafundisha uongozi hasa kwa vijana kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 6, na pia wako hapa vioni. Hivyo siku ya leo kama nilivyokuambia, tunaenda kumwongelea mwanamke pamoja na uongozi. Hivyo wadau, kwanza tujiulize swali moja. Juzi nimesoma kitabu kinaitwa Dangote's 10 Commandments of Money, na alisema hivi: if you cannot believe in something, you cannot get the best out of it. Sasa kabla tujamuongelea mwanamke katika uongozi, hivi nyie kama nyie naamini ya kwamba mwanamke anaweza kuongoza? Nyie kama nyie naamini kitu kama hicho? Kwa mimi upande wangu naweza nikasema ndio, kwa sababu katika uongozi hatuangalii jinsia. Katika uongozi tunaangalia sifa, tunaangalia mazingira na uwezo wa mwanamke. Tunavyosemea kwenye upande wa sifa, sifa ni kivipi? Sifa ni pale ambapo mwanamke anakuwa na zile sifa ambazo zinaweza kumfanya wewe na uongozi katika nafasi fulani. Na kuangalia mazingira, tunaangalia ni mazingira gani wewe mwanamke yupo, na uongozi unaangalia ni mazingira gani unapofanyika. Na katika uwezo, awe na uwezo wa kufanya kazi katika uongozi anaopewa. Kwa naamini kwamba mwanamke anaweza kwenye uongozi? Ndio, naamini katika hiyo. Karibu. Okay, hata mimi kwa nafasi yangu ninaamini mwanamke anaweza kuwa kiongozi tena na akafanya vizuri tu. Hiyo ni kwa sababu ya mifano mingi tofauti ambayo imetuzunguka. Ndio. Kwanza tukianza kwa chuoni kwetu hapa, nimetoa mfano kwamba mimi nilikuwa ni kiongozi, nilikuwa ni speaker. Unajua kwenye serikali yetu ya wanafunzi tuna mihimili miwili. Manake tuna serikali yenyewe alafu tuna bunge. Tofauti tu na kule duniani au niseme kule siasa zile za jamhuri, kwamba tuna mihimili mitatu kwa nchi. Manake ni tunazungumzia nadhani na mahakama ukitoa bunge. Sasa kwa sisi hapa serikali ya wanafunzi, mimi nilikuwa ni mkuu wa muhimili wa bunge. Manake kazi ya bunge mojawapo ni kutunga sheria. Sasa utaona ni kwa namna gani ambapo nilichagua kuwa speaker, si kwa sababu tu ni mwanamke, kwa sababu ninaamini kwamba ninaweza, lakini ninaamini pia kusimamia maono, lakini pia taratibu za serikali ikiitokea labda kuna jambo kuliweka sawa, na hatimaye wanafunzi ambao wametuamini waweze kuishi maisha ambayo tunatamani yaendelee kuwa ni bora kila siku. Yes, kwa hiyo mimi naamini na naunga mkono kabisa kwamba mwanamke anaweza kuwa kiongozi. Mr. Brown, unasemaje juu ya hilo swala?
tunasema utabidi uzingatie vigezo, ambapo kuna quality ambazo mtu akiwa nazo anaweza akastahili kuwa kiongozi. Kwenye uongozi hatuangalii jinsia gani, tunaangalia vigezo vya mtu. Kama vigezo vyake vimenyoka, anaweza akawa kiongozi. Mimi yangu ni hayo. Mr. Remes, unasemaje juu ya hilo? Mi naamini kwamba mwanamke anaweza ndio akawa kiongozi, tena kiongozi mzuri. Na kwa sababu hiyo tunao mifano tofauti tofauti. Kuna viongozi wa nchi, for example Mama Samia Suluhu Hassan. Yes. Tunaona jinsi anavyoongoza na ni mwanamke. Kwa hiyo tunaona kuna Joyce Ndalichako, naye alikuwaga waziri wa elimu. Tumeona alifanya kazi nzuri. Kwa hiyo mimi naamini pia mwanamke anaweza akawa kiongozi mzuri, tena mzuri sana tu. Asante. Shukran. Alafu nimeweza kukumbuka kitu kimoja. Hebu nisaidie kitu hapo kwanza. Okay, sasa kwa upande wangu mimi naamini kabisa kwamba mwanamke anaweza kuwa kiongozi. Tukianza na ngazi ndogo kabisa ya pale nyumbani. Tukimwangalia mama pale nyumbani jinsi anavyoweza kuhandle vitu vidogo vidogo pamoja na vikubwa. Anahandle maisha ya familia yake na anahandle pia hata na vitu vingine ikiwemo labda vyanzo vyake vya kipato na vitu kama vile. Kwa katika uongozi ule wa pale ndani tu unajua kabisa kwamba ndo ule msemo unakuja kwamba wanawake wakiwezeshwa wanaweza, si ndio hivyo? Kwa hiyo unakuta ukimwangalia mama pale unaweza kusema kumbe labda angekuwa na akiwezeshwa kwa kiasi fulani, hata tukimpa mtaa anaweza akaongoza kikundi cha wenzake. Yani kuna vile vitu vidogo vidogo tu, lakini anaweza akavihimili. Kwa hiyo naamini kwamba mwanamke anaweza kuwa kiongozi. Kweli kabisa. Nimekumbuka nilikuwa ninasoma kitabu cha Joel Arthur na Nauka kinaitwa Nguvu ya Mwanamke. Na katika kile kitabu ameonyesha vile, unajua sisi wanawake na wanaume tuna utofauti wetu Sasa akaonyesha kuna utofauti fulani hivi mwanamke anao ambao pia unamsaidia yeye kujijenga kwenye maisha yake. Nikawaza katika pia uongozi wangu nikagundua kwamba kuna utofauti fulani hivi ambao sisi wanawake tunao ambao ni utofauti na tulionao na wanaume ambao sisi ambao tunatusaidia kwenye uongozi. Kama kitu kimoja ambacho nimegundua kwamba mwanamke ni utofauti wake ambacho kinamsaidia kusimama kwenye uongozi ni tunasema kuwa na ule moyo wa mama, moyo wa huruma. Umenipata Yes. Nakumbuka enzi zile tulipokuwa shuleni kuna wanafunzi ambao wanashindwa kulipa ada, kwa unakuta kulingana na katiba ya shule hatakiwi kufanya mtihani, lakini ninakumbuka kuna mkuu wetu wa shule pale St. Mary Goretti enzi zile, yani kuna namna ambavyo alikuwa na moyo wa mama, anaweza akamsaidia mtoto, anaweza akaenda shule. Siku nyingine nikamkuta huyo mtoto ka form 1 hivi ameenda kwa sister, anaongea naye kama mama. Sister mmoja, kwani hujanyoa? Anamwambia sina hela ya kunyoa, bado haijatumwa, lakini katika ukuu wake na katika ule moyo kama mama akampa hela ya kunyoa. Na ilikuwa kubwa, nikatamani mimi kwa ningekuwa sijanyoa. Nikasema sister, na mimi jamani sijanyoa jamani, kitu kama hicho. Lakini hivyo na mimi ninapenda kuuliza hivi, na nyewe mnafikiria labda ni qualities zipi kama mwanamke anazo vile tofauti vyake ambavyo vinaweza kumsaidia kwa kama kiongozi? Na ningependa kuanza kwa Mr. Lema. Sawa kabisa, swali zuri. Kwa vitu ambavyo mwanamke anapaswa kuwa navyo ili aweze kudumu katika uongozi vizuri, ya kwanza kabisa ni kujiamini. Mwanamke akishajiamini akaondoa kwamba labda ile kuangalia jinsia yake kwamba ni mwanamke kwa sitaweza kufanya kitu fulani, hapana. Lakini kwanza kabisa akishajiamini ni jambo ambalo ni key ya kuwa kiongozi. Kwa naamini katika kujiamini kwanza. Kitu kingine ni wepesi wa kufikiria. Wepesi wa kuweza kuhandle zile changamoto ndogo ndogo zinazojitokeza. Unajua unaweza kaona changamoto let's say ni ndogo sana. Lakini ukiweza kuihandle, hii inamaanisha kwamba hata ikija changamoto kubwa, unaweza kutumia utaratibu ule ule na ukaweza kusolve changamoto kubwa. Kwa kwanza ni kujiamini na pia ni katika wepesi tu wa kufikiria. Alafu uzungumzia swala la changamoto pale kwenye kitabu cha Aliko Dangote alikuwa na mtu kama mentor. Alimpa kiasi fulani cha fedha afanye biashara. So alifanya maksudi. Yule kijana alikuwa anauza juisi shuleni.
Sasa alikuwa anatumia zile truck kubwa kuleta juisi pale shuleni. Sasa Dangote akampigia simu yule wa truck, akasema leo usilete juisi, tuone huyu mtoto atafanyaje. Sasa imagine imefika muda wa break time, truck alijaja, huyo mtoto akabidi sasa aanze kuchangamsha akili, afanye nini? Akaweza kugundua ngoja nitume bodaboda chap. Kwa pia kwenye sifa kwa mwanamke kwenye uongozi, uwezo wa kufikiria haraka, dakika 2 tatizo limekuja hapa, lazima uweze kulitatua. Mr. Khalid, naona semaje juu ya sifa kwenye mwanamke na uongozi? Kwa upande wangu naweza nikasema vitu viwili. Cha kwanza, utayari. Katika ili uwe na uongozi lazima uwe na utayari wa kufanya kile kitu. Cha pili ni mazingira. Hujui wanawake wengi wanakuwa wanashindwa kutokana na mazingira, watu wanaowazunguka. Unakuta kuna muda wanawakandamiza. Mtu anakuwa anashindwa anashindwa kusema mimi naweza nikawa na uongozi, nikawa kiongozi kutokana na wale watu wanaowazunguka. Kwamba mtu unakuta anamwambia wewe kiongozi nini? Unakuta ile unakuta watu wanashindwa kwa sababu watu hawapi nafasi. Umeona? Ila mwanamke naamini kwamba akipata wale watu wanaomsupport kumuinua, anaweza kuwa kiongozi. Ndio. Na mheshimiwa mstaafu Spika, unasemaje juu ya sifa mwanamke kwenye uongozi? Kwanza mimi niseme kwanza mwanamke ni multipurpose kwenye uongozi. Yaani naweza nikajitolea mfano mimi kwamba nilikuwa spika, lakini nilikuwa nafanya majukumu yangu ya chuo, lakini nilikuwa nafanya na mambo yangu mengine. Yaani nilikuwa na balance kuonyesha kwamba kwa watu wanaonizunguka siwaboi, kwa maana marafiki, ndugu. Yaani nilikuwa najigawa kwa kufuatia ratiba ambayo nimejiwekea katika na sichoki, kwa sababu ni vitu ambavyo napenda. Uongozi ni kitu ambacho nakipenda sana. Kwa hiyo sasa nikireflect kwa viongozi wengine, let's say Mama Samia, ninamuona hivyo. Kwa ni kiongozi ambaye anawajibika kila wakati. Kwa hiyo umetuuliza kwamba kiongozi wa kike ana vitu vya ziada. Ni kweli sisi tuna vitu vya ziada. Na wenzangu karibia hapa wote niwaambie hilo na mlifahamu kwamba sisi tuna vitu vya ziada, na tunamshukuru Mungu pia sisi ni washapu. Yaani hata nyumbani tu unaweza ukaniunga mkono kwamba unaweza kuwa umebandika maharage, unafua, lakini kuna mtoto amelala, unaona lakini mwanaume atafanya mistake ya kimoja, ataunguza either maharage au akae na msubiri kwa hiyo unaweza ukaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi naendelea kusema kwamba wanawake kwenye uongozi tunatakiwa tuwe wengi sana, ili gurudumu la maendeleo tulisukume kwa kasi sana. Kwa sababu hizo ambazo nimezisema, kwa sababu kama tunaweza kufanya vitu vingi kwa mara moja, vipi tukawa tuna viongozi wengi ambao ni wanawake? Manake tutapeleka kasi kwa maendeleo kwa kasi kubwa sana, kwa kipindi ambacho labda tunaweza tukasema kipindi ambacho wanaume ndo wengi kwenye uongozi, si tukatengeneza historia nzuri kwenye uongozi. Na hapa nasemea moja kwa moja kwenye level ya serikali za wanafunzi, lakini nazungumza hata huko kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu tuendelee kuishi mfano thabiti au mfano mzuri ambao ametuonyesha Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajua kuna wengine paka leo wanakuaga tunajenga, naweza nikasema wasiwasi wa kusema kwamba hivi anawezaje? Anaweza kwa sababu tunapomuona anafanya majukumu yake na anafanya vitu vingi, ana innovate au tuseme amekuwa mbunifu wa vitu vingi, sio kitu kidogo. Unajua mimi najifunza sana. Mheshimiwa Rais Dr. Samia nadhani alistiki sana kwa mujibu wa takwimu wa sensa, kwa kuonyesha kwamba kwa mujibu wa takwimu wa sensa kwamba vijana ni wengi sana kwenye kwa Tanzania ukilinganisha na idadi kamili ya Watanzania tuliopo. Sasa vijana tupo wengi. Sasa akaona ni bora akatengeneza wizara moja kwa moja atakao tulenga vijana. Sasa
ukiangalia huko zamani haikuwepo. Yes, okay. Unaona Kwa hiyo tukisema mwanamke ni mbunifu tunalenga hivyo vitu, na tukisema anaweza kufanya vitu kwa vingi kwa wakati mmoja pia tunakuwa tunalenga hivyo. Na unisamehe sana kwa sababu hichi kipengele nimetaka nitoe ufafanuzi sana kwa sababu ndo kinatuhusu sisi moja kwa moja. Kwa hiyo niseme ipo katika picha hiyo. Yeah. Mr. Rems, na unawaza ni kitu gani cha tofauti ambacho mwanamke anacho kinachomsaidia kwenye uongozi? Mi naweza nikasema pia mwanamke ni self aware. Tunapoongelea self awareness tunasema ni ability of knowing things. Ukiangalia wanawake ni wanajua vitu vingi sana. Kwa hiyo tukiongelea kujua vitu vingi pia inaonekana pia kwenye uongozi pia wanaweza wakajua vitu vingi na wakaongoza vizuri. Pia kingine ninachokisema ni lazima uwe na knowledge pia. Knowledge, hauwezi kuwa kiongozi afu una knowledge. Lazima ujue unachokifanya. Ujue unataka kufanya nini ili uwe kiongozi bora. Kwa upande wangu ni hivyo. Okay, Mr. Brown, unasemaje juu ya hilo swala? Asante sana. Unajua ukimweka kiongozi wa tuseme wa jinsia ya kiume na wa kike, kati ya wawili trust, yani mtu wa kumwamini ni wa kike. Kwa hiyo kwenye uongozi swala la jinsia la kike, tuseme mwanamke anajenga taswira ya uaminifu. Ndio kwa mimi ninavyoona mwanamke anaweza kuwa kiongozi bora. Yangu ni hilo tu. Ongelea taswira ya uaminifu, nimekumbuka hata hapa tuko kwa chuoni. Juzi kulikuwa na discussion ya operating system. Sasa tulikuwa tunazungumza sasa kwenye ile discussion tulikuwa tunahitaji flash, tulikuwa tunafikiria tunahitaji flash. Sasa kwenye mazungumzo nani atachukua hiyo flash? Chair wangu akasema achukue mwanamke. Akaka hapana, itaingizwa virus, itawekwa movie, USBD magemu. Yaani direct kwenye uaminifu. Anaikwa achukuliwe mwanamke. Ukienda kwenye masuala nyumbani, kama ni mdogo wangu wa kiume anaenda sehemu, lazima aende na mdogo wangu wa kike. Kwamba huyu hapa atamudu, lazima ataweza kurudi. Kwa kwenye swala la uaminifu, hata ile siku yule alikuwa anatufundisha accounts. Semester ya kwanza yule alikuwa anatufundisha accounts yule jamani, yule mzee yule jamani, anafurahisha sana. Ni lecture. Natumaini kichiki pale kitakatwa. Anaitwa nani? Anafundisha. Anyways, lecture wetu alituambia kabisa kwenye nafasi ya uhasibu akitokea mwanamke na mwanaume atawekwa mwanamke kwa sababu ya uaminifu, na pia sisi ni waoga. Kuna sekta ambazo sisi ni waoga, lakini mwanaume hii itarudi bana. Inapiga tu simu moja hivi lazima tu itarudi. Kitu kingine ni caring. Mwanamke ni mtu ana care sana kuliko mwanaume. Hicho kitu kwenye caring, hata hasa kwenye uongozi unakuta ndio ile ambayo nisema kama moyo wa mama kwenye uongozi na ufano ni muhimu sana. Huruma, anakuwa ana huruma. Aliongelea issue pia ya kuna kitu nimekumbuka, kitu kinaitwa intuition kama sijakosea. Niliona TikTok moja, huyo mdada ameomba ruhusa kwa mama yake kuanzia tuseme kuanzia wiki iliyopita. Lakini kuna ile sekta mama anakuambia unaenda huko. Yaani kuna ile sawa, hamna shida. Lakini nimekuja ndio nanauka kwenye nguvu ya mwanamke akasema kwamba kuna ile intuition ambayo inamuongoza mwanamke hata kama hajui mbele itakuwaje, lakini kuna kitu ambacho kinafanya yani aone ya kwamba there is something wrong somewhere. Sina speaker umeshawahi kukutana na kitu kama hicho? Yani labda niseme mimi namshukuru Mungu kwanza. Labda kama nimeanza kupenda uongozi ni kwenye ngazi yangu ya familia. Mimi naishi na bibi yangu. Ndio. Sasa katika malezi tu ya kawaida bibi yangu mimi ananiambia sisi wanawake huwa tunajua vitu ambavyo wanaume hawajui. Ukijiuliza ni vitu gani, anasema inawezekana ukapata mtoto. Yule mtoto analia tu kawaida, ukajua huyu leo analia ana njaa, huyu analia anaumwa, huyu analia leo kidogo hayuko vizuri kwenye labda anataka diaper ibadilishwe na hivyo. Kwa hiyo sisi tunakuwa yani
mama ni mlezi, kwa hiyo maanake ukiishi na mtoto au ukiishi na nini, kuna vitu unakuwa unavijua. Hata labda either ni mume au mdogo wako wa kiume ukimwachia mtoto labda nafanya jambo fulani, yeye anasema huyu analia tu, lakini hajui analia nini. Kwa hiyo uko sahihi kwa kusema kwamba mama anaweza ukamuaga anaenda sehemu fulani akaguna kwa kuonesha hapa kuna kitu hakiko vizuri. Kwa hiyo niseme ni Mungu tu ndo ametupa hivyo vipawa, na inakuwa ni nature kila mwanamke anakuwa anafahamu. Ndio wao wanasema pia kama mwanaume lazima umsikilize mke wako. So kuna mimi natumia hichi kipande akitafika kwa wazazi. Okay. Mimi kuna sehemu mzee alikuwa anaenda kuwekeza lakini mama hajui. Lakini kuna namna mama anahisi. Kuna viashiria anapata, indicators. Kuna viashiria vinaonyesha mbona kuna kitu ambacho hakiko sawa. Sisi hatuna uhakika nini kiko mbele, lakini we feel it kwamba kuna kitu hakiko sawa. Na kweli mzee akaingia anajua alichokutana nacho, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu mwanamke anajua namna ya kumtoa kweli akatoka kwenye sekta ya uongozi. Kama mwanamke kuna sera inataka kuja, lakini kuna kitu anasubiri kwanza. Kuna kitu, there is something which is not working. Na kwa wale ambao wana hekima, sio wabishi, basi wataweza kuokolewa kwenye hilo janga. Kwa hiyo mimi nawaambia tusikilizeni, si tuone tuna ni kweli mnapaswa kutusikiliza sana na kutuheshimu pia. Yes. Mnapaswa kutuheshimu pia kwa sababu kama alivyozungumza hapa madam, ni kwamba unaweza mtu ukamwambia hiyo safari usiende, akaona kama ni wivu, umemlimit, umefanya nini, lakini akaenda akakutana na majanga, mshwasiza umejuaje? Sio umejuaje? Yani sisi ni kama vile tunapokea baraka za moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Mungu ametupendelea sana. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru. Mr. Kali, nahisi kama una kitu cha kuongezea kwenye hiyo sekta. Kitu ila na respect sana wanawake. Na Mungu akiniwezesha wanawake lazima niajiri. Kabisa. Ila kweli kabisa. Na kwenye uvo unaongelea swala la respect, nikakumbuka pia katika uongozi wanawake wengi wanapata changamoto katika kuheshimiwa kama viongozi. Hata nakumbuka jana tulienda kwenye East African Conference, kule ilikuwa ni something about women in digital leadership. Tukakutana na mheshimiwa pale, akaniambia kwanza, nikamuuliza ni kitu gani ambacho kinakusaidia wewe kama kiongozi hasa kama wa kike. Akasema kwanza, mimi nilikuwa siruhusu mtu yoyote kwamba aniangalie kwamba mimi ni mdhaifu. Kwamba mimi siwezi. Kwa yani hebu cha kwanza nilikuwa nawaza hivi, ni kitu gani ambacho kinamfanya kwanza mwanamke aonekane yani asiheshimiwe hasa kwenye hili swala la uongozi? Tuanzie wapi sasa hivi? Tuanzie wapi? Huyu hapa anaonekana anataka aseme jambo. Tunasema mwanamke ni udhaifu wake ni rahisi sana kushawishika. Yaani kwamba mwanamke kufanya maamuzi ya mazuri pia ni ngumu, anahitaji kushauriwa sana. Na hiyo ndio changamoto kubwa wanaoface wanawake sana. Unakuta for instance kwamba tunaongelea swala labda la yaani ninachotaka kusema ni kwamba ni rahisi sana kushawishika na kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Hiyo ndio changamoto mojawapo ya wanawake wanaopitia sana. Mr. Brown, unasemaje juu ya hilo swali? Katika kipande hicho mimi kuna vitu ambavyo nimejaribu kuviangalia kwa wanawake. Kwa sasa hivi dunia ilipo, wanawake wengi kwa sasa hivi wanaharibiwa na mitandao pia, na kitu kingine kinachowafanya wanawake yani waonyeshe udhaifu wao ni ile unakuta wanawake wengi sasa hivi hawapendi shida. Iko kitu. Mimi sipendi shida mimi mwenyewe. Ukisikiliza kuna nani hapa story moja juzi hivi, kuna yule mwanamke ambaye alitolewa vigongo. Yule alikuwa amepata mwanaume ambaye ana hela. Ila hujui sosi yake yule mwanaume amepataje zile hela. Umeona? Kwa sababu gani? Yule mwanamke alifuata, aliona mwanaume ana hela, yeye ana shida, afanyaje? Atoke naye. Ila mwisho wa siku ndio hivyo, katolewa viungo nini. Kwa sababu hilo ukipata mwanamke ambaye ukaanza naye chini, ukaana juu, ni mwanamke ukipata mwanamke ambaye yule anakuonyesha support nini,
my friend, una grow. Umeona, mimi natolea mfano mzee wangu alikuwa ni mwanajeshi. Alioa mwanamke wa kwanza hakuendelea, alikuwa na kaka 2. Wa pili hakuendelea. Alipokutana na mama yangu yani sijui kama damu ziliendana, sijui vipi, wakaanza kujenga, vio vikaanza kupanda hivyo. Kwa hiyo mwanamke kwanza ni mtu fulani anakupa ushauri mzuri, ila sasa ana udhaifu vidogo kama hivyo. Umeona, hiyo inatokana ni generation ya sasa hivi, kwamba hataki shida na inasababishwa na mitandao. Wigi 200,000, wigi 1,000,000, sina hela kununua wapi? Anapiga simu, baba sina hela. Sasa hujui mwanaume apataje hela kwa hiyo umeona ni hii mitandao. Na pia tunaweza kusema kwa namna nyingine ndio kwamba poverty ya ndio inafanya hivyo vyote. Mwanamke angekuwa na hela asingehangaika huko. Umeona, ni poverty na mitandao. Kwa sababu gani mitandao? Ungekuwa hamna mitandao usingeliona ile wigi, usingeona fashion hizi nini zinazoendelea, kwa hiyo ingekusaidia kuepuka. Ndio maana nikasema mitandao. Mr. Lema, una jambo gani la kusema? Ni kitu gani kinawafanya wanawake washushwe heshima kwenye uongozi? Okay, katika swala la uongozi na mwanamke, kitu gani ambacho kinachomsababisha aonekane au yeye mwenyewe ajione kama hafai katika nyanja ya uongozi? Kwanza tunasema ni ile ignorance katika jamii yetu. Katika jamii yetu tunaamini ya kwamba all in all anayefaa kuwa kiongozi, anayefaa kuwa na neno la mwisho na anayefaa kuchangia mawazo yote always ni mwanaume. Kwa hiyo sasa katika swala hilo linamsababisha, linaendelea kumdidimiza yule mwanamke. Anajiamini, anaamini ya kwamba labda katika jambo fulani au nina wazo fulani, lakini katika kulitoa akiangalia watu watanionaje. Pale wameshaka ni wanaume, wanatakiwa wafanye maamuzi. Kwa hiyo sasa ile mentality ya community ndio inamsababisha direct mwanamke na ashindwe kuingia katika swala zima la uongozi. Kweli kabisa. Nakumbuka pia sisi tulivyokuwa advance ilifanyika uchaguzi ikaonekana kabisa, yani unajua ile bado matokeo hayajatangazwa, lakini ikaonekana kabisa ambaye anaenda kuwa rais pale ni mwanamke. Rais anaenda kuwa mwanamke, alafu wa chini yake atakuwa ni mwanaume. Lakini sisi kama wanafunzi na mentality tuliokuwa nayo tayari wote mnaweza wakafanya maamuzi kama mwanamke awe kiongozi, awe rais. Shule ina wanafunzi 1,000, advance walio wengi walikuwa ni wa kike, na pia wengi wale pale walikuwa form 5 na 6 ni wakaka kubwa. Sister akiwa na wachama anasema wanaume nyie kabisa mnafaa kuoa, nyie mnafanya ujinga. Kwa hiyo ilikuwa tayari inachukuliwa mentality kwamba hapa haiwezekani, lakini at the end of the day ikafaulu kwamba ni mwanamke ambaye anaweza akawa rais, afu wa chini yake akawa ni mwanaume, wakawa wanapiga kazi vizuri sana. Na Mr. Brown, wewe unasema ni kitu gani kinafanya wanawake waonekane wasiheshimiwe kwenye swala la uongozi? Mimi kwa upande wangu kwa navona women ni wako very easy kwenye kupata vishawishi. Kwa unakuta akiwa kwenye uongozi hivi, akipata vishawishi vyovyote, yeye anatoka nje ya mipango ambayo waloiweka. Kwa hapo at the end of the day anakuwa hana msimamo. Langu ni hilo. Mr. Remus, unasemaje juu ya hilo? Mimi nasema kwamba wanawake wengi tunasema wanawake wana mioyo mepesi. Ushanipata? Mioyo mepesi. Kwamba ujue sisi wanaume tuna mioyo migumu, na kwenye uongozi lazima ifike kipindi ambacho ufanye pia maamuzi magumu. Sasa kwa wanawake wengi unakuta wanashindwa kwa sababu ya mioyo mepesi. Kwangu ni hiyo. Mheshimiwa, una swala gani la kusema juu ya heshima kwa mwanamke kwenye uongozi? Kwanza kuna mila na desturi ambazo zinazoofisha mwanamke asiheshimiki. Unajua tuna makabila fulani Tanzania yanamkandamiza mwanamke kwa asilimia kubwa. Sijui ni kwa nini, lakini kwa sababu ya labda nitakupa mfano mmoja. Inaweza kukuta familia inaamini kwamba ukimsomesha mwanamke kwanza umemsomesha mke wa mtu.
Unaona changamoto iko hapo. Hata ukitoa maji. Yani unakuwa unamsomesha mke wa mtu. Lakini mtu hahesabu kwamba hata kwenye mifano tu inaonyesha huko duniani kwamba mwanamke ndo anajenga kwao. Yani pamoja na mambo yote, lakini mwanamke ndo anajenga kwao, ni msimamizi wa baadhi ya vitu, unaona. Na kitu kingine niseme ambacho kinamfanya mwanamke aonekane ni dhaifu, mimi naweza nikasema kwamba sisi wanawake sio madhaifu. Mimi naikataa hiyo. Mmeona wenzangu wamechangia hivyo, lakini mimi nakataa. Sisi wanawake sio madhaifu. Kwenye kipengele gani? Kwamba unajua mtaji wa kwanza wa binadamu ni akili yake. Sasa nimeshasema kuna mila dhaifu, kuna mila potofu niseme zinadhoofisha uwezo wa mwanamke. Sasa tayari ile mindset imeshawekwa kwenye akili za jamii. Umenielewa? Imewekwa kwenye akili za jamii kwamba mwanamke huyu ni mdhaifu. Umeona? Na sisi wanawake baadhi yetu tukalivaa lile wimbi la kusema kweli sisi ni wadhaifu, then tukaiweka kwenye akili yetu. Nikisema mtaji wa kwanza wa binadamu ni akili yake, manake ni kwamba ndugu zangu mnielewe, yani wewe leo ukifikiria kuwa mhasibu, umesema unasoma uhasibu, utakuwa una practice kwenye uhasibu, utaiweka kwenye akili uhasibu ni hivi na hivi. Na tunaweza tukasema hata sasa hivi tukichukua simu yako tukiangalia vitu unavyofuatilia vinahusiana na masuala ya uhasibu. Manake sasa hivi nikikwambia hebu achana na uhasibu, twende ukawe mwanajeshi, unaona naanzia wapi? Yani inakuaje? Sio kama naendelea vizuri. Umenielewa vizuri. Na once labda mtu anapofikiria kununua labda gari, let's say Toyota IST au Range, tayari anaanza kuziona Range nyingi mjini, lakini siku zote zilikuwepo. Manake tayari ameshaiweka kwenye akili kwamba kuna kitu kinaitwa Range. Anataka kununua gari ya aina ya Range, au mwingine anasema anataka kununua sijui gari gani, mradi hivyo. Kwa hiyo mtaji wa kwanza ni akili ya mtu. Na mimi naweza nikawa niseme mfano mimi natokea Singida. Ndio. Singida pale inawezekana watu wakaja wakaona kuna kuku wengi sana wanaweza wakawafuga. Lakini mimi mzao wa Singida nikasema kwamba Singida hapa labda kuna ushirikina sana. Ukifuga kuku wafiki wanakufa, lakini akaja mtu mwingine akaiona hiyo fursa. Sasa kupitia hii kauli ya kusema kwamba wanawake ni wadhaifu, mimi naikataa. Yani ni tuliwekewa hii akili ya kuonekana ni wadhaifu na tuonekane kweli wadhaifu. Na wanaume wakaibeba kwamba kweli wanawake ni wadhaifu. Na sisi tukaiweka kwenye akili na kwenye mioyo yetu. That is why ukikerwa, let's say ukija ukiolewa, najua hauna mtu sasa hivi, lakini ila tuibebe hivyo. Ukiolewa labda ikitokea swala hata mwenzio amekukosea, lakini wewe utalia kwa kuyabeba maumivu kwamba wewe ni mdhaifu. Amekosea yeye, lakini utalia. Sasa pale ndo wanaanza kututemu kwamba sisi ni wadhaifu. Lakini ni uongo. Mwanamke sio mdhaifu. Yani kama mwanaume ana mapungufu, tubadilishe ile neno udhaifu kwa mwanamke, tuseme yale ni mapungufu ya kawaida ambayo hata mwanaume pia anayo. Sijui kama tutakuwa tumeelewana vizuri. Maanake tumekubaliana kwamba mwanamke ana uwezo wa kuongoza. Mwanamke tumesema ni multipurpose. Sasa kwa nini tumbebeshe mzigo wa kumuita dhaifu, wakati kweli kila mtu tunakubaliana na mapungufu na tunasema ukamilifu wa mwanadamu ndo makosa yake. Manake uwezo kuwa perfect kwa kila kitu. Kwa hiyo sasa mimi niseme mila zinazopotosha kwamba mwanamke ni dhaifu ziache. Unaona? Bahati nzuri sisi kwenye dini yetu ya Kiislamu tuseme maneno matakatifu yamedeclare kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Kuna hiyo kauli ambapo inasema kwamba mwanaume ndio mchunga ama kiongozi wa nani? Wa mwanamke. Lakini haijasema kwamba mwanamke ni mdhaifu. Nichelee kusema hapo kwa uelewa wangu huu, niseme kwamba haijasema kwamba mwanamke ni mdhaifu. Lakini pia hata kwenye vitabu vingine, japo sina uhakika, lakini sidhani na imani kama udhaifu Mungu amedeclare kote kwamba wanaume kwa wanawake ni wadhaifu. Sijui kama tunaelewana vizuri. Kwa hiyo mimi nitumia nafasi hii na fursa hii kusema sisi wanawake tukatae neno udhaifu. Sawa. Tuseme tuna mapungufu. Tuna mapungufu yetu kama binadamu na ambao wanaume pia wanayo. Limezungumzwa swala ni mwanamke ni rahisi kushawishika. Ndio. Mwanamke hashawishiki sio kwa sababu eti kwamba yeye ni mwanamke ameshawishika. Kwani leo nikikusimulia au nikisema kwa mifano wanaume wangapi wameshawishika na tumeona wameharibu nafasi zao? Si ni wengi.
wengine wamekumbwa na wimbi la rushwa tena wanaume hao wanaendaga mbali mpaka rushwa ya ngono wanatoa. Sasa unaweza ukajiuliza ni huo ni udhaifu au ni mapungufu? Na kama ni udhaifu, basi tunao wote, wanawake tunao udhaifu wetu na wanaume pia wana udhaifu wao. Kwa hiyo mimi nachotaka kusema kwamba tuendelee kuhalalisha kwamba mwanamke anaweza akawa kiongozi na akasimamia vizuri sana na akafanya kazi nzuri sana. Ushawishi unapokuja sio swala la kwamba eti kwamba mtu anagombea au mtu anapata nafasi labda ya kuteuliwa akijua kwamba kuna kitu ataenda kushawishiwa. Yule mtu anakwenda kuwa msimamizi wa vitu fulani, na kama kweli anaifuata katiba, sheria na kanuni za hiyo sehemu ambayo anaisimamia, maana yake kama kiongozi lazima utumie talanta na kipawa chako cha uongozi kuonyesha kwamba sio kila kosa litakalokuja utalihukumu kwa mujibu wa katiba na sheria. Tungekuwa tunafanya hivyo, manake leo hii tukiangalia mitandao yetu ya kijamii huko duniani sasa hivi, watu wanatoa matusi hadharani, kitu ambacho ni kibaya. Sio, umeelewa vizuri? Ukisoma masuala mazima ya sheria ya mitandao, hairuhusu kabisa mtu yani kumdhalilisha mtu, kufanya nini, kuongea vitu vya hovyo. Lakini kwa nini hivyo vitu vinafanyika? Pengine ni busara ya uongozi. Lakini kama busara inatumika, busara inatumika na kiongozi mwanamke yuko pale, asitemiwe kwamba ni mdhaifu kwa sababu eti limetokea jambo mwanamke ni rahisi kushawishika. Hapana. Sisi sio rahisi kushawishika. Sisi tunachokitaka jamii yetu iwe sawa, itulie kwa mambo fulani. Nitatolea mfano. Japo sipendi sana kuingeji na masuala ya siasa hizo za nje, lakini kwa sababu ni mifano ambao nikisema kwa pamoja tutaelewa. Mfano, ilitokea swala zima la Oktoba 29. Nikisema hivi kila mtu anaelewa. Ulisikia Mheshimiwa Rais alichokizungumza bungeni, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba wale vijana walishawishiwa kwenda kufanya yale ambao wamefanyaje, wameyafanya. Kwa hiyo mimi kama mama ninawasamehe, lakini walikuwa hatiani kisheria. Akaomba wafanye nini? Wasamehewe na mambo mengine yaendelee. Kwani tunataka kukubali kwamba ule ulikuwa ni udhaifu wa rais? Ilikuwa ni utaratibu na busara katika kuyaenenda majukumu yake. Sasa kwenye hili tukubaliane kwamba ana uwezo katika kufanya kazi. Na tukisema kwamba tuchukue hii kauli walioizungumza wenzangu kwamba mwanaume ni mgumu kushawishika, manake wanatutisha watu kuwapigia kura kuwa viongozi. Manake wataisimamia katiba ile inavyotakiwa. Sisemi kwamba wanatakiwa wavunje katiba, isipokuwa nazungumza ule utaratibu na ule moyo wa kufanya kazi. Ni kwa kumalizia, madam, kuna mwanafalsafa mmoja alishawahi kusema, ukitaka kuwa kiongozi mzuri, wapende unaowaongoza. Si umeelewa vizuri? Na ukiwapenda unaowaongoza, manake kila mtu ana mapungufu yake. Sisi Waswahili tunasema kwenye wengi kuna mengi. Si unaelewana vizuri? Kwa hiyo yale mengi yanokuja nao machangamoto, bado unatakiwa kuwapenda. Madam, nakushukuru sana. Nashukuru sana. Natamani tungeweza kuendelea tujadiliane mengi zaidi, hasa katika uongozi na mwanamke na pia mambo ya uongozi na wanaume. Hivyo shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi, na kwa kila mwanamke ambaye anatamani kuwa kiongozi, na maneno matatu tu: jitengeneze, jiamini na uthubutu. Shukrani sana. Kuwa na siku njema.